Katika mambo ambayo Mungu ametukopa kama wajira wake, kusudi tuwe watu wenye nguvu, wenye uwezo. Mungu kwa hatua ya 4 anapatia watu wake nguvu, na wakati anakupatia nguvu, anakupatia utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na nguvu umepata utajiri. Siku moja mimi sipendaji peni mfano yenyewe hadithi ya kanisa ya wapi, mtu wa wapi mwenyewe mjue. Mimi napasha pana mfano ya mtu mwenyewe unajua kusudi umuige umfuate. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja tunakutana na mama Samani Kuiseni. Tunakutana na mama Dubai. Mama Fezi. Sasa tunakutana na Dubai. Mimi namfuata siku moja kwa makini nione anatumikaka. Mama, Mungu akubariki. Mimi sisemi kwa kujipendeza kwake. Lakini ukiona jinsi huyu mama anatembeaka, hapana, mwache uiwai wa Kristo. Ukiona mtu kuna wake mheshimiye, anatumikaka, unaona kisi akili na nguvu ziko zinafanya kazi, bado unasema mbona mwa hii miaka mimi sina hizi nguvu, zinatoka wapi? Hapa kama unaweza mwanzo unatembea pole pole. Mkutano huku mbele, unasema mama, na yeye anampa cha kupatia ile kidogo aongeze. Siwe joy na wakati na wakati unasema ndio wakati ya kulala. Wengine sasa joy na waka sana, mimi nachamsha damu chua tembee sasa. Sasa nafika hapa huko unaona tu wase anakutapita. Hapana. Kuna watu wametumikisha nguvu. Na zile nguvu Mungu aziongeze, sababu ni miongoni ya utajiri ambayo Mungu ametia ndani. Na siku zile nguvu zitapunguka, mtaelewa kama mafesa iko hivi tunafanya. Mimi nilimwona macho hivi na ishuhudia. Huyu mama yuko na nguvu, ni shujaa, na Mungu amuongezee. Bwana Yesu asifiwe. Dada huko hapa, kuna mke, msilale, mtumike. Nguvu ni utajiri. Hata unaweza panda shuka haupate kitu, unaweza kwa haufaidike. Wanadamu hawataona. Mungu anaweza ona ile bidii, anaweza ona ile courage unayo, na Mungu anafungua milango ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Nilionaka Giome, papa Giome, na si hapo Mkristo wao. Mimi naona baba moya wakawa nimeko na mbegeti. Bidwa maziwa. Ili simu papa ni yeye. Usame na kuya hapa. Mimi na watoto 8, 9, 10 nasema papa. Kulipasha tu kulia. Juala chua kule. Inaomba nguvu zifanye kazi. Na Mungu, Bwana Yesu asifiwe, anaonaka, sababu lita ya maziwa haiwezi lisha watoto 10. Lakini sababu Mungu anaonaka nia kwanza yenye iko ndani ya mwanadamu, Mungu anaika. Problema ni sisi tunaposema kia kumsimama na kimungu, tunaanza parapara. Kama tunabakia waaminifu kwa Mungu, na ile kidogo nguvu zenye tuko tunatumikisha kwa kupata, hata tuache. Bwana Yesu asifiwe. Mungu tu atazihirisha zile nguvu zigeuke kuwa furaha.
zigeuke kuwa mali. Na wengine wenye sitaongea au juu ya habari zao, lakini nataka nikusisimulie kuambia kwamba miongoni ya utajiri ni Mungu amepatia mwanadamu nguvu nazo ziko hapo. Ukiona tu unakuwa na nguvu, wewe kama Mungu hakuniimani. Ni yeye tu ndiye anataka kufanya maskini, sababu zile nguvu zinaweza kuzaa pesa, zinaweza kuzaa utajiri, na kesho unafanya kitu ya ajabu. Si watu wenye tuko hapa tulitumika kwa nguvu. Kwa nguvu. Mimi nilianza kazi na niko na miaka 10. Hawezi iti. Mugisa na kama ilikuwa kose mkate primaire. Nilikuwa kwa do. Nilikuwa natengeneza makuneza gari. Nilikuwa kagasoka fupi hivi. Hasa baba bose banakuwa na ile kuraje. Nilikuwa natoka kwa masomo pale mimi nakimbia pale kwa mama petroli ndio kulikuwa na kafasi pale kwa mama petroli kanyumba mwaka alikuwa pale. Tunakuja tunaanza tengeneza mapine za washoferi. Sasa wabosi wengine sasa wanaona ile kuraje. Tukapata hivi. Haiko kazitengeneza pine. Wanaona ile kuraje. Sana kia badilisha mapine kwa mfano anatatia zamuka zile za zamani ziko anafanya anasema peti kado mimi nakupatia hizi pine za zamani mimi nazikupoza sana hii mashamba mimi nakupatia ziko sana. Kisha huu mataksi wa zamani kwa Karina kwa unasimama hapa kurogwe kama mnakumbuka, nao wanakia wanatuzia wale mapine wenyewe kushazeeka wanakupatia sama ka $5 $7 $10. Huko siku mimi narudia kunyumba na $30. Basi unawaza ni leo, ni zamani. Ni umano na teyeno nanti kule, si ni zamani sana. Meniko na kusa $5. Nishia nini? Mimi nakumbuka mama yangu turu moya anauza parcel. Menyumba litiaka ni franga yenye nilimpa. Siku nyingine hapo mmanikati. Wakati watu wanaenda mnakumbuka kwenda huku Butembo na vile mabisi. Ya kwenda uza manguo kule wanachouzisha huko. Akashangaa kama mimi namtoshia $600. Mimi nampatia mama, hii makuta nilikuwa nazo kulistosha. Nikasema niliona zenyewe mimi nakupatia au nipatia hela kwa. Sasa mimi pale nilikuwa naanza jiwekea. Sasa zikafika msensa nikampatia gari. Pale akaanza enda Butembo analeta manguo, anakia uzisha mwingine ni mapisi vile ya refugee. Vitu vikaendelea pia. Kama sikia homa kama nilikuwa, lakini mimi nakumbuka sababu nilikuwa ni gari mtoto, lakini nguvu zimenipatia. Basi leo ninasema nilikuwa kwa watoto kanicheki. Si nilikuwa natengeneza mapile mimi napata franga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ni utajiri. Tungekosa vile tuko navyo, lakini ukipima miguu unapima mikono na kama nguvu si tumi. Na Mungu atainuka. Baba mmoja alikuwa karani, ninaweza isema ni mtoto wa mama mchungaji. Alikuwa karani, president wa karani. Ni mpaka leo ile jina ya president mchungaji. Aliuza fuso kwa muita president wa karani. Anajenga nyumba matero kwa muita president wa karani. Mungu alimuinua sababu hakuzarau kazi. Alisema hivi sikusomaka, lakini nguvu zenye niko nazo zitatenda. Shangilia Bwana kwa makofi. Unajua wakati mwingine hata kufundisha kutoa sadaka humu, lakini naomba tukufundishe pia namna gani ya kutafuta zile sadaka kusudi ufanyie kanisa. Mungu atubariki. Amen. Tunaweza simama.
tuwe na zamu ya kuomba Mungu, na maombi yetu ni kumwambia Mungu haya mambo mane yawe chanzo ya kuleta utajiri na mali katika kanisa letu la Busisi. Tunaposema mali, tunasema Mungu afanye watu wenye uwezo. Na tunasema mali, tunasema watu wenye nguvu, watu wenye akili, watu ambao watabeba kanisa kwenye mgongo. Sababu wakati tunaweza kufundisha kutoa